Mungu hajibu tu maombi, hujibu na mawazo. You better be very carefully na mawazo, kwa sababu kuna mtu anaombewa vizuri, anatabiriwa vizuri, anajiombea vizuri, anajitabiria vizuri, lakini anawaza vibaya. Mungu wetu anasikia mawazo. Kuna mtu anaombewa afunguliwi kwa sababu anawaza hofu, anawaza kifo. Mawazo ni lugha, ni sauti kwenye ulimwengu wa roho. Mapepo huwa hayasikii unachosema, huwa yanasikia unachowaza. Ndio maana unaweza ukaombewa miaka 200 usifunguliwe kwa sababu ya mawazo. Mungu na shetani kama spiritual beings huwa hawasubiri useme, huwa wanasikia mawazo. So kwenye ulimwengu wa roho mawazo ni sauti, kwenye ulimwengu wa roho mawazo ni language. Na hili uamini, Yesu alipokuwa hapa duniani akiwa katikati ya watu, ulikuwa ukiwaza kitu, Yesu anakuambia acha hicho unachokiwaza. Kumbuka yeye hakuwa ndani, yuko nje ya watu, lakini walichokuwa wanakiwaza watu ndani, Yesu alikuwa anakisikia. Maana yake ulimwengu wa roho, kwa maana ya giza na nuru, huwa wanatendea kazi unachokisema. Kuna andiko Mungu anasema, itakuwa kabla amjaomba nitajibu. Unajibuje wakati sija voice iman? Mawazo. So Mungu operate na mawazo, shetani operate na mawazo. Uwezi ukawa huru kama hujashughulikia mawazo. Angalia Efeso 3:20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. You see, prayer na mawazo, Mungu hujibu maombi na hujibu mawazo.